Kwa nje ikijulikana kama nyumba ya msaada kwa wasio na manyumbani, lakini nyuma ya kuta za nyumba hii ni matukio yasiyo ya kibinadamu pamoja na mauaji ndio yaliyokuwa yanaendelea. Wengi wameangalia Squid Game na kuifurahia bila kujua ni movie iliyokuwa inspired na matukio ya ukweli. Japo waandaaji wa movie hii hawakusema, ila watu wakilinganisha matukio yaliyotokea kwenye hichi kituo na baadhi ya matukio kwenye Squid Game, inaonekana kuna aina fulani ya mfanano. Kwenye miaka ya 80 nchini Korea, kabla ya Olympic ya 1988, utawala wa Korea ulitoa agizo la kusafisha mji. Kusafisha huko mji kulihusisha kuondolewa kwa ombaomba, watu wenye ulemavu na watu wa mtaani wasio na majumbani. Watu wote hawa walikuwa wanapokelewa kwenye kituo kilichojulikana kwa jina la The Brothers Home. Kituo hiki kilikuwa kinajipatia fedha kutoka serikalini kulingana na idadi ya watu kituo ilichopokea. Ili kupata fedha zaidi, kituo hichi kilianza hadi kuteka watu mabarabarani, watu ambao walikuwa wanapita na shughuli zao hadi watoto wadogo. Inasemekana 10% tu kati ya walioishi Brothers Home ndio waliotoka mtaani, yaani 90% ni watu waliofosiwa kwa kutekwa. Katika mashuhuda 9 waliohojiwa na Al Jazeera, hakuna hata mmoja aliyetoka mtaani. Wote waliingizwa kwenye kituo hichi kinyume na matakwa yao. Baadhi ya mashuhuda waliohojiwa na Al Jazeera walielezea namna walivyojikuta wameingia kwenye hichi kituo. Wa kwanza alielezea kuwa yeye alitekwa akiwa na miaka 10 baada ya kupoteana na mama yake kwenye kituo cha train cha Busan. Alielezea kuwa baada ya kuona amepotea, aliamua kwenda kuomba msaada kwa polisi, lakini badala ya msaada ilikuja gari kutoka Brothers Home na kumpakia. Mwingine alielezea yeye alikuwa na miaka 10 akiwa kwenye kituo cha train akimsubiria kaka yake. Polisi alikuja na kuanza kumsukumia kwenye gari. Anasema alimshika polisi mkono na kumwambia hapana, anatakiwa nimsubirie kaka yangu. Akamuonyesha polisi anwani ya nyumbani kwao, lakini polisi akamwambia kama akipakia atampeleka kwa kaka yake. Mwingine anaelezea ilikuwa ni mwaka 1982 akiwa na miaka 12. Alikuwa njiani kuelekea nyumbani baada ya kutoka shule. Alikamatwa na polisi na baada ya kukamatwa alisachiwa na kukutwa na kipande cha mkate ambacho alikuwa amekibakiza kutokea shuleni. Lakini polisi yule hakutaka kuelewa. Akawa anamng'ang'aniza kwamba amekiiba. Yule polisi akaanza kumpiga, kumtukana na kumwambia kuwa anadanganya. Polisi yule hakuishia hapo, akaendelea kwa kumvua nguo na kumchoma sehemu za siri na kipande cha sigara. Kisha yule polisi akamwambia kama akikiri kuwa ni kweli ameiba, basi atamruhusu aende nyumbani. Na kutokana na maumivu makali na pia kwa sababu alikuwa anataka kwenda nyumbani, basi akaona bora akubali kosa. Baada tu ya kukubali kosa, polisi aliandika maelezo kwenye karatasi na kisha akampigia mtu simu. Kilichofuata ni kuingizwa kwenye fuso tayari kwa kupelekwa Brothers Home. Hayo ni baadhi ya maelezo ya wahanga wakielezea namna walivyojikuta wameingia The Brothers Home. Wahanga wao waliendelea kwa kuelezea hali ilivyokuwa mara tu baada ya kufika kwenye hicho kituo. Baada ya kufika kwenye hichi kituo, kikundi cha walinzi waliokuwa wameshika virungu ndicho kilichowapokea na kuanza kuwapiga na kuwaamrisha wainamishe vichwa vyao chini. Walinyolewa nywele na kupigwa picha wakiwa na namba zao za utambuzi. Mfanano wa kwanza na Squid Game ni kwenye kupewa namba. Namba hizo zilikuwa hadi kwenye nguo za ndani, na watu walioonekana kufuata utaratibu vizuri walipandishwa cheo na kufanywa kuwa walinzi au viongozi wa timu. Walitengeneza mfumo ambao uliwafanya wahanga wadhuriane wenyewe kwa wenyewe. Mfanano wa pili kama kwenye Squid Game ni kuwatengenezea watu mazingira ya wao kutafuta kusurvive, mazingira ambayo yatawafanya wadhuriane wenyewe kwa wenyewe. Maisha yalivyokuwa ndani ya The Brothers Home. Asubuhi wakiamka, cha kwanza ni kutandika kitanda, na hichi ni kitendo cha haraka maana ukichelewa unapigwa na walinzi. Kiongozi wa kikosi atapita kufanya hesabu kama watu wako sawa kulingana na idadi stahiki. Kisha watafanya gwaridi pamoja na kuimba nyimbo kama wanavyofanyaga wanajeshi. Kama kuna ambaye hajanyooka sawa sawa na gwaridi lilivyotaka, basi anainamishwa chini kiasi cha kugusa ardhi, na baada ya hapo ni kipigo kinafuata. Baada ya gwaridi ni kifungua kinywa kinafuata, na baada ya kifungua kinywa wanaelekea kwenye kazi za ujenzi. Watoto wa miaka 14, 15 wanalazimishwa kubeba viroba vya mchanga vya kilo 20 hadi 30 tena kwa kurudia. Na kama kuna mtoto atakayeonyesha kushindwa kubeba, basi atapigwa sana. Hivyo ili kuepuka kupigwa ilibidi wajikaze. Watu walikuwa wanakufa kwa njaa, kwa kupigwa au kwa kuuawa moja kwa moja, na vifo vyao havikuwa vinaripotiwa, bali walikuwa wanazikwa tu mashambani. Na huu ni mfanano wa tatu na Squid Game: watu kufariki na vifo kutoripotiwa, miili kuchukuliwa kama mizigo ya kawaida. Kujenga huu ukuta iliwabidi kubeba haya mawe moja baada ya jingine. Huyu anaelezea kuwa mtu mmoja aliyekuwa mbele yake alichoka na kukaa chini kidogo ili kupumzika, na mlinzi alipoona amekaa chini alimfuata na kumpiga rungu kichwani, na mtu yule alifariki pale pale.
Baadhi ya shughuli nyingine zilizokuwa zinaendelea humu ndani ni uzalishaji. Walikuwa wanafanya shughuli za uzalishaji kwenye kiwanda, na hizo bidhaa zinauzwa nje kama bidhaa nyingine zinazotoka kiwandani. Hivyo mwenye kituo alikuwa ananufaika kwa kufanyiwa kazi za bure za ujenzi pamoja na uzalishaji. Hapa mmoja anaelezea kwamba kwenye nyumba hii hawakuwa tu wanakaa wale watu wa kawaida waliokutwa mitaani kweli pamoja na watoto, bali pia watu wenye matatizo ya akili na walemavu. Kama mtu kutoka nyumba moja akifanya makosa, wanaadhibiwa wote wanaotoka kwenye hiyo nyumba, japo yule mhusika atapigwa zaidi. Walinzi walikuwa wanafanya adhabu kama aina ya michezo. Tunaweza kusema huu ni mfanano wa 4 na Squid Game. Aliendelea kwa kuelezea baadhi ya michezo waliokuwa wanachezeshwa. Kuna mchezo waliokuwa wanauita motor vehicle. Kwenye mchezo huu watapaza sauti wakisema elekeza kushoto, kisha kukupiga jicho lako la kulia kiasi cha kulichubua na kuliacha likiwa jekundu. Huyu hapa anaelezea kwamba wakati wa mchezo huu mlinzi alimpiga mdomoni hadi jino likang'ooka, na mlinzi alichosema baada ya kumuumiza ni toa hilo jino kabla hatuja kung'oa meno yote, na baada ya hapo walitumia chuma kumng'oa meno yote. Kama anavyoonyesha hapo, hana jino hata moja. Mchezo mwingine waliokuwa wanachezeshwa humu ndani ni ulioitwa Hiroshima. Kwenye mchezo huu walikuwa wananing'inizwa kichwa chini, miguu juu. Mhanga huyu anaelezea kuwa kitu ambacho hata kaa akisahau kwenye moja ya huu mchezo ni kuna kijana alianguka kwa sababu alikuwa na matatizo ya moyo. Lakini pamoja na walinzi kulijua hilo kuhusu huyu kijana, bado walichangia kwenye kumpiga kiasi cha kupoteza uhai wa huyu kijana. Na hii ikawa ni mauaji ya pili aliyoyashuhudia akiwa humu ndani. Kila aliyenusurika hapa ana historia ya kushuhudia mtu akitolewa uhai. Huyo mwingine anaelezea alivyoshuhudia kijana mwingine aliyepigwa hadi kupoteza uhai kwa sababu tu alianguka kifafa wakati akiwa anapewa adhabu, na mlinzi akafikiria kuwa alikuwa anajifanyisha. Huyu mwingine anaelezea katika vitu vibaya alivyowahi kuvishuhudia akiwa Brothers Home. Mojawapo ni kushuhudia miili ya watu ikisafirishwa kwenye mikokoteni, kitu kilichomwogopesha sana, akifikiria kwamba kukosea tu kidogo kuna uwezekano na yeye kujikuta anapitishwa kama hao waliowaona. Na huu tunaweza kusema ni mfanano wa 5 na Squid Game, maana kwenye movie tuliona miili ya watu ilivyokuwa inapitishwa kwenye mikokoteni pia. Humu ndani watu wengi walikuwa wanapoteza maisha kutokana na kesi za kulazimishwa au kupigwa, na miili yao kama isipozikwa mashambani basi ilikuwa inauzwa kwa machunguzi kwa ajili ya majaribio ya kitabibu. Huu tunaweza kusema ni mfanano wa 6 na Squid Game, maana pia kwenye Squid Game tuliona walichokuwa wanafanya na miili ya watu. Imerekodiwa kwamba watu 551 ndio waliopoteza uhai ndani ya The Brothers Home, lakini inaaminika idadi ya ukweli ni kubwa zaidi. Manusura hawa wanaelezea kwamba sio tu mauaji ndio yaliokuwa yanaendelea humo ndani, bali pia na kuingiliwa kimwili bila ridhaa. Huyu anaelezea kuwa ilikuwa ni hali ya maumivu kiasi kwamba alikuwa anarudi kwenye nyumba ya kulala akiwa anajivuta. Anaelezea alikuwa na miaka 16 mara ya kwanza alipoingiliwa na kamanda, na sio wanawake tu ndio waliokuwa wanaingiliwa bila ridhaa yao, bali hata wanaume pia. Mfano huyu hapa anaelezea alikuwa na miaka 14 na ilikuwa ni siku ya pili toka afike The Brothers Home. Aliingiliwa na kiongozi wa nyumba aliyokuwa ameifikia. Anaelezea jinsi hali ilivyokuwa mbaya kiasi cha yeye kutokwa hadi na damu, na kwa miaka 5 aliyoishi hapo karibia kila usiku alikuwa anaingiliwa. Huyu ni mwanaume mwingine tena akiwa anaelezea kuwa yeye pia aliingiliwa kila siku, hali iliyomuathiri kiasi kwamba hata sasa hajui namna ya kusurvive. Alivyofika kwenye kuelezea hichi kipande, alianza kulia na kuomba ameze dawa, na baada ya muda akaendelea kwa kusema hapakuwa na mtu wa kumshtakia aliyokuwa yanaendelea, hakukuwa wala na mtu wa kusikiliza, na hata ikitokea umeshtaki utakachoambulia ni kuadhibiwa na kupigwa zaidi. Huyu anaelezea kwamba licha ya yeye kuwachukia waliokuwa wanawatesa, lakini wao pia walikuwa ni waathirika, maana hata wao pia wangepigwa kama wasingefuata maelekezo, na amri zote zilikuwa zinatoka kwenye uongozi wa juu. Uongozi wa The Brothers Home ulikuwa ni wa aliyekuwa mwanajeshi na mchezaji wa ngumi Park In-kyung. Kama vile ambavyo agizo moja kutoka kwa rais wa Korea ya Kaskazini Kim Jong-un linavyoitikiwa na kufanyiwa kazi, ndivyo hivyo ilivyokuwa The Brothers Home. Agizo moja kutoka kwa Mr. Park linafanyiwa kazi mara moja. Mke wa Mr. Park alikuwa anaitwa Lim Sang-sung. Mwanamke huyu, kaka yake, dada yake pamoja na mume wa huyo dada yake, yani shemeji mtu aliyejulikana kama Pastor Lim, wote hawa walikuwa ni viongozi kwenye hii nyumba na wote walikuwa wanajiita Wakristo. Na katikati ya hii nyumba ya The Brothers Home lilikuwepo kanisa.
kanisa lililojengwa na hawa wahanga wenyewe. Pamoja na Mr. Park kutokuwa na wadhifa wa kuwa mchungaji, bado alihubiria katika kanisa hili, na kila ambaye kwa macho ya Mr. Park alionekana kwamba anastahili adhabu, basi aliitwa na kupigwa, na wahanga wengine watakaa na kushuhudia adhabu hizi ili kuingiwa na hofu. Na wakati wa kuadhibiwa, Mr. Park anasema, katika jina la Mungu unaadhibiwa. Mtu yeyote atakayekamatwa kwenye harakati za kutoroka atavalishwa gunia au joho jekundu litakalosema, mimi ni mwenye dhambi, nilienda dhidi ya neno la Mungu. Na Mr. Park atakuja kuwaombea, kisha atavaa zile gloves za kupigania na kuanza kuwapiga. Na baada ya vipigo, shemeji mto Pastor Lim atakuja na kumalizia kwa jina la Mungu. Manusura hawa wanasema Mr. Park alikuwa anatumia kivuli cha dini kuendesha biashara zake kwa kupata michango kutoka kwa wamissionary. Mwaka 1986, shemeji mtu yani Pastor Lim alisafiri kwenda Australia kuandaa makazi yao mapya. Na wakati huu kiongozi wa mashtaka kutoka Busan alifika eneo hili baada ya fununu zilizokuwa zinaendelea, na ndipo alikuta watu wakifanya kazi za ujenzi huku wakisimamiwa, na yeye ndiye aliyepiga hizi picha. Wiki chache baadaye eneo hili lilivamiwa, na Januari 1987 Mr. Park alikamatwa kwa makosa ya ubadhirifu na kushikilia watu bila ridhaa yao, lakini alikuja kuachiliwa kwenye makosa ya kushikilia watu bila ridhaa yao, na wala hajawahi kushtakiwa kwa makosa ya unyanyasaji, licha ya kuwepo kwa shuhuda za wahanga za kueleza matendo yasiyo ya kibinadamu yaliyokuwa yanaendelea hapo The Brothers Home. Inasemekana amri kutoka juu ilimtaka kiongozi huyu wa mashtaka asimamishe uchunguzi. Na kuhusu makosa ya ubadhirifu, mwendesha mashtaka aligundua kwamba katika miaka miwili tu kati ya miaka 12 ambayo taasisi hii imekuwepo, ilipokea mamilioni ya dola kutoka serikalini, na asilimia kubwa ya hiyo hela haikutumiwa sawasawa na kusudio. Mfano, kama vile pesa ambazo walitakiwa walipo wale waliofanya kazi za ujenzi hazikwenda hivi, hawakulipwa kabisa. Lakini pamoja na makosa yote hayo, alihukumiwa jela miaka 2.5 tu. Upande wa pili, Pastor Lim aliyeenda kutafuta makazi mapya ya Australia, mwaka 1986 alienda kuomba msaada kwenye kanisa dogo huko Australia, na kanisa hili liliridhia kumdhamini katika kupata visa. Waumini hawa wanamuelezea kuwa alikuwa ni mhubiri mzuri, na ndio maana waliona ni jambo jema, na wakamsaidia katika kupata makazi jijini Sydney kwa kumtafutia hadi nyumba. Na kufika mwaka 1988 Pastor Lim alilipia nyumba kabisa, lakini walianza kupata wasiwasi baada ya kuona baadhi ya matendo ya kibabi kutoka kwa Pastor Lim. Mchungaji hakuwa anaweza kufanya kila kitu Pastor Lim alichokuwa anakitaka, na kwenye nyakati kama hizi Pastor Lim alikuwa ni mtu wa kupigiza miguu chini pamoja na kupaza sauti. Alikuwa ni mtu wa kutoa lugha chafu pamoja na kukwaruzana na wazee wa kanisa, mtu wa kuanzisha ugomvi. Na baada ya kibali chake cha makazi kutoka, Pastor Lim aliondoka kanisani. Upande wa Korea, mwishoni mwa mwaka 1989 Mr. Park alitoka jela na akarudi kwenye biashara ya ustawi wa jamii, na akabadilisha jina kutoka The Brothers Home na kuwa Jobs Village, na akatumia connection alizokuwa nazo kupata mikopo bank kwa ajili ya kuwekeza na kuongeza utajiri wake. Licha ya kuwa na historia na rekodi ya uhalifu, bado Mr. Park aliweza kushawishi mamlaka ya Australia kumpatia visa, na kisha yeye na mke wake wakaanza kusafiri mara kwa mara kwenda Sydney kusalimia watoto wao na ndugu wengine. Na mwaka 1990 shemeji wa Mr. Park, yani Pastor Lim, ambaye kwa wakati huo tayari alikuwa ni mkazi wa Australia, alifanikiwa kuanzisha kanisa lao. Huyu alikuwa ni mmoja wa waumini. Anaelezea kwamba wakati yeye anaenda hapakuwa na watu wengi, na kwa sababu hiyo hakukuwa na uwezo wa kanisa kuweza kumudu hata kumlipa mchungaji, hivyo kanisa lilikuwa linadhaminiwa na The Brothers Home. Rekodi zinaonyesha Mr. Park alikuwa anatuma fedha kila mwezi kwenye makanisa tofauti tofauti nchini Australia, na maafisa waliligundua hili. Ilikuwa ni njia ya Mr. Park kutafuta connection upande wa Australia, na hii kweli ilisaidia hata kwa upande wa Pastor Lim, maana kwa miaka iliyofuata Pastor Lim alipata nafasi kwenye makanisa ya Wakorea wa Australia, na akawa anaonekana hata kwenye channel za YouTube na kwenye magazeti ya Kikristo. Na hadi kufikia mwaka 1995 Mr. Park alifungua kampuni ya familia nchini Australia. Mali zote alizonunua Mr. Park, fedha zote zilikuwa zinatoka The Brothers Home. Hivyo ni zile fedha zilizotokana na jasho la damu ya watu. Huyu alisafirishwa kutoka Korea kuja kufanya kazi Australia, na anaelezea alivyokuwa anafanyishwa kazi bila mapumziko na jinsi Mr. Park alivyokuwa anampiga na fimbo ya golf. Ingekuwa ni Korea angetoroka arudi nyumbani, lakini yupo kwenye nchi ya ugenini, hivyo hakukuwa na pa kwenda.
na alifanya kazi hapo kwa miaka 8. Mwaka 2013 mambo ya uhalifu wa Mr. Park yalirudi tena kwenye macho ya watu, na Mr. Park pamoja na watoto wake wakachajua tena kwa makosa ya ubadhirifu kwenye moja ya kituo chao kilichotelekezwa huko Busan. Mtoto wake alihukumiwa miaka 3 jela, lakini kutokana na magonjwa ya kiakili ya uzeeni ya Mr. Park, yeye aliachiliwa. Kwa zaidi ya miaka 30, wahanga wa The Brothers Home wameteseka kimya kimya. Na kama unavyojua, kuna utamaduni fulani unaendeleaga Korea wa watu kupenda sana muonekano, na hivyo kusababisha watu kuficha vitu vingi kwa sababu ya kuona aibu. Wengi walikaa kimya. Huyu mmoja anaelezea hakuweza tena kuimudu hasira aliyokuwa nao ndani yake. Alijikuta anaanza kuwaza mawazo ya kutaka kuua watu hovyo. Alidhani labda ndo njia pekee iliyobaki itakayowafanya watu wamsikilize. Lakini kabla ya hapo akafikiria maisha yake yote wamekuwa wakiitwa watu wa mitaani, hivyo hakuona tena haja ya kuongeza jina lingine la kuitwa psychopath. Basi mwaka 2012 akaamua kuanzisha maandamano yake peke yake mbele ya bunge, akiwa na kitabu alichokichora michoro iliyoonyesha taswira ya kilichotokea The Brothers Home. Mwishowe akaongezeka na mwingine, na wanaelezea waliishi nje ya bunge kwa miaka 3. Walinyoa nywele zao, wakafunga na kuzunguka nchini. Hatimaye mwezi wa 11 mwaka 2018 walipata msaada kutoka kwa mwendesha mashtaka mkuu wa kipindi hicho. Aliwaomba msamaha na kusema ukweli kuhusu huo unyanyasaji haukuwahi kujulikana. Na mwezi wa 5 mwaka 2021 ikaanza miaka 4 ya usikilizwaji kuhusu The Brothers Home, lakini Mr. Park alifariki mwaka 2016. Hivyo kwa mara nyingine tena amekwepa adhabu. Wahanga hao wanaomba familia yake iliyopo Australia irudishwe kwa ajili ya kujibu maswali na pia kukamatwa kwa mali zao, kwa sababu familia nzima iliishi The Brothers Home. Wanamtaka pia Pastor Lim aadhibiwe kwa sababu alikuwa anajua kila kitu na hakusema chochote. Al Jazeera ilitafuta na kuomba mahojiano naye na akakubali, lakini baadaye aliwapigia kuwapa taarifa za kugairi, na sababu zikiwa ni hataki kuleta mtizamo hasi kwa kanisa. Mtangazaji alipomuuliza kama ana mpango wowote wa kuwaomba radhi waathirika, akacheka na kuuliza kuwaomba msamaha kwa lipi. Walipojaribu pia kumfuata mmoja wa watoto wa Mr. Park ili kumhoji, hata yeye hakuwajibu chochote. Japo ilichelewa na kuchukua muda sana, lakini baada ya jitihada zao zote za kunyoa nywele, kukaa nje ya bunge, kuandamana, mwisho wa siku sauti yao ilipata kusikilizwa na watu wakaacha kuichukulia poa historia yao na walioyapitia, kitu kilichokuwa kinawaumiza roho zaidi, maana wameteseka, wamenyanyaswa, wameonewa na watu wanachukulia kama vile hakuna kilichotokea. 사과드립니다.